kifo ya mwanadamu. Praise the Lord. Amen. Aliona kuna njia nitaifanya huyu mwanadamu, hata kama nimemtenda asiwe ile Garden of Eden, akue kwa dunia hii ingine ambao tuko ndani yake saa hii. Akajua kuna njia ingine nitaleta uhai kwa mwanadamu hata kama atakuwa kwa mwili. Praise the Lord. Amen. Na hii akasema kuna maangano nitaweka na mwanadamu, na yule atakaye kubaliana na haya maangano, huyo ndiye nitakaa na yeye. Amen. Hello. Amen. Huyo mwanadamu mwenye atakubaliana na maangano yangu, huyo ndio nitatembea na yeye. Kama uko katika dunia hii na wewe uko kwa maisha haya tuko ndani yake, kama unataka kutembea vyema, fanya maangano leo. Amen. Hello. Amen. Fanya maangano na Mungu wako saa hii wakati huko mzima. Maana tumesikia wale wamelala watafufuliwa. Amen. Maana kwetu wale wa Kristo wameokoka, kwetu sio kifo. Kwetu sio nini? Sio nini? Huyu atakufa. Amefanya nini? Amelala. Hebu enda uangalie mtu akiwa amelala, uone kama akuange kama amekufa. Na amefanya nini? Amefanya hivi, hata anakuangalia hivi, hata uweke macho hivi akuoni. Na alikulala amelala hapo, ukimuita ukimgusa hivi atasimama. Lakini kuna hii kulala kwingine kwa kumngoja Bwana akamilishe mapenzi yake, kwa sababu ya mtu aliweka maangano na yeye. Maana ulimwambia Bwana, mimi maisha ya dunia hii sitaiweza peke yangu, ninahitaji mkono wako kwa maisha yangu. Pokea mkono wa Bwana kwa maisha yako ndugu yangu. Hata kama unasikia kama kuna vitu unafanya linakusaidia bila mkono wa Baba. Na ndugu yetu alijua siri, akasema hii nitaachana na hii tabia. Wakati aliokoka hapo 2014 ndio alikuja kwa kanisa, ndio tulisikana na yeye tukapatana hivi. Kutoka hapo aliendelea kibadilika, na imagine alitoka kwa kilabu, tulikuwa tunaimba tu hapo kwa kanyumba kandogo, akatoka kwa kilabu na akakuja nikampea gitaa. Wakati nilimpea gitaa akacheza, kutoka hapo akawa ni wa kanisa. Amen. Bwana asifiwe sana. Akasema nimefanya maangano na Bwana, kwa hivyo hata kifo akija mimi sitahangaika. Saa hii hawezi hangaika, hata ukimuona hapo hawezi hangaika, hata ule analia ni wewe, sio yeye. Amen. Wewe hapo uliake na ulilie roho yako, unalilia mwenye ameenda zake, ameenda. Nilikuwa naomba kwa nyumba mpaka nikaambia God, let that man dance with angels in heaven. Wacha huyo mzee aende akaimbe pamoja na malaika wa Bwana huko mbinguni. Maana hata huko mbinguni kuna kigoso, kuna gina hizo. Bwana asifiwe sana. Hata hapo mbinguni wambua mahali ameenda, mimi najua kama kuna ngita za kimwili hata za kiroho ziko. Kwa hivyo ameingia kwa huduma yake. Wewe ndio umebaki hapo ukililia vitu haujui ni nini, hata ukiulizwa kwenda huko ni nani alikwambia hivyo ndio unaenda. Wakati mmoja walienda kwa Yesu, Yesu akawaambia, msinifanye nini? Msidililie. Dililieni wenyewe. Umelilia roho yako leo? Unalilia waambie mpaka uko na huzuni ati waambie kwa sababu huyu amelala katika Kristo. Wewe utalala nje. Maana kana siku yako. Unataka kujaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata siku yako inafanya nini? Inakuja. Na itakuja kama mwizi. Yesu alisema atakuja kama mwizi, na mahali itakupata hivi, hautarudi kwa nyumba kuweka vitu zako, hautarudi kwa nyumba kupanga nyumba yako. Hata yeye hakurudi kuambia bibi kweli. Bibi alipaa kumuona tu asubuhi akia, lakini hakuwa anajua kama ni dakika ya mwisho. Maana yake nayo imewekwa siri ni Baba. Haleluya. Huyu Mungu ndiye anataka ufanye hivi leo. Fanya mapatano na yeye. Maana yake bila maangano na Baba, wacha nikwambie, utaweka kamotei na kamotei haitakusaidia. Utautumainia watu wenu na watu wenu hawatakutumainia. Utatumainia pesa zako na
sitakusaidia. Amen. Amen. Hello. Hebu kusaguza mtu. Mwambie ekakoya. Mwambie ekakoya. Bwana asifiwe sana. Mwambie lilia roho yako. Lilia tu roho yako. Mimi najua, hata mimi unajua, usione nikihubiri uone kama sina feeling. Hata mimi nina feeling. Lakini ninashukuru Bwana maana najua siri. Amen. I know the secret, the mysteries and wonders. Hallelujah. Amen. Biblia pale huko chini inasema, mahali tumesoma inasema tutapewa mili mingine. Wale watakaofufuliwa watapewa mili mingine ya mbinguni. Amen. Hello. Je, wewe ukifa leo utapewa? Umefanya kitu inaweza fanya upewe mwili mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Ama utakuta huko uambiwe sio huku kwako ni pande ile. Ukuta huko ndio wale wanaimbanga ile vitu unataka wako. Lakini ukisikia watu wameimba unastahili Bwana, hiyo kitu inakumbua mpaka unashindwa wanafanya nini? Hao wanaongea nini? Si wangefanya vitu zingine twende. Wacha nikwambie, hiyo kitu unakataa ndio iko na maana. Amen. Halo? Amen. Shule wale tulikuwa tunasoma na wao, wenye wako wanataka kusikia vile mwalimu anasema. Wakati mtihani inakuja kulikuwa kunaenda aje? Unafikiria mpaka kuiba mtihani na upati ya mwenzako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hakuwa na masikio. Nasi wakati ule tunahubiri hapa duniani, kuna watu wanafanya hiyo mzaa, wanachukua mambo yote ni mchezo, lakini siku ya mtihani ikija, haleluya. Biblia inauliza, inasema wakati mwana wa Adamu atakuja, akija na karumbeta, akitoka kule Sayuni, akiwa anakuja kukujia watu wake, watu wengine watakuwa wanauliza miti iko